kabla ya dunia haijashuhudia makelele ya injini za magari ya kivita, yani kabla ya mizinga, ndege za kivita na silaha nzito za kisasa zaidi. Inasemekana vita vya zamani vilipigana kwa njia tofauti kabisa. Katika zama za kale, nguvu ya jeshi haikupimwa kwa teknolojia ya habari, kwa ujasiri, mbinu za akili, na wanyama pia waligeuzwa kuwa silaha za kivita. Miongoni mwa silaha za kutisha zaidi zilikuwa tembo wa vita, wakiwa wakubwa, wenye nguvu, wakifundishwa mbinu za kivita. Inasemekana tembo hao walikuwa chanzo cha hofu kubwa kwa majeshi ya maadui, na pia tembo hao walibeba askari waliokuwa wakiongoza mashambulizi ya hatari zaidi. Leo hii tunapoangalia magari ya kivita na silaha nzito, tunadhani hayo ni mapinduzi ya vita, lakini ukirudi nyuma kidogo, wanasema kwenye historia, utaona kuwa magari ya kivita ya leo yalikuwa na mfano wake wa tembo wa vita wa zamani. Na hapo ndipo barani Afrika alipojitokeza mtu mmoja aliyebadilisha kabisa dunia ilivyoelewa maana ya vita. Mchango wake au kubaki Afrika pekee, bali ulivuka mipaka na kuathiri dunia nzima kiujumla. Inasemekana mbinu zake za kivita zilikuwa za kipekee kabisa, kiasi kwamba viongozi wakubwa na majemedali walizisoma na kuziiga. Huyu jamaa hakuwa tu mpiganaji, alikuwa mbunifu wa vita, mwalimu wa mikakati, na mmoja wa watu waliobadilisha kabisa historia ya mapigano, yani vita. Sasa leo tunataka tumjue huyo mtu ni nani, ambaye alifanya dunia ilete mtazamo tofauti juu ya vita. Na leo tupo barani Afrika. Leo tupo hasa katika nchi ya Tunisia, ambapo kipindi hicho Tunisia walikuwa waiti Tunisia, yani walikuwa wanaita Carthage. Hapa kuna shujaa mmoja ambaye alikuwa anaitwa Hannibal Barca. Alizaliwa Carthage mwaka 247 BC, yani before Christ, na babake aliyekuwa anaitwa Amrico Barca. Amrico Barca alitokea sana kumpenda kijana wake. Ndipo baada ya muda mfupi, Hannibal Barca akiwa na miaka 9, inasemekana siku moja walienda kwenye kampeni ya kijeshi huko nchini Hispania. Ndipo Hannibal Barca aliapishwa na baba yake kuwa atoka kuipenda Roma, yani alivaa koti na tai ya babake. Babake naye alikuwa vile ni mtu wa harakati, naye alikuwa akipigana zaidi sana na Waroma. Kuna vita alipigana na Waroma, kuna vita iliyokuwa inaitwa First Punic War. Hii vita babake ndo alipigana, lakini baada ya muda kupita babake alifariki. Ndipo Hannibal Barca akaamua kushikilia usukani kwa babake. Inasemekana Hannibal Barca katika mambo yake mengi sana aliyofanya, huu ujasiri ulijengwa tangu akiwa mdogo na babake. Sasa baada ya babake kufariki, Hannibal Barca yeye akazidi kushikilia usukani wa babake. Babake kuna vita alishipigana inaitwa First Punic War. Sasa baada ya First Punic War kuna vita nyingine ikajitokeza inaitwa Second Punic War. Hii vita bwana ilikuwa ni vita dhidi ya Roma. Katika vita hii Hannibal Barca aliweka kampeni za kijeshi mbalimbali. Inasemekana walipigana dhidi ya Roma. Aliongoza jeshi lake kutoka Hispania, walivuka milima ya Alps akiwa na jeshi kubwa la watu pamoja na tembo. Lakini wakiwa njiani, Barca kuna changamoto alikutana nazo. Alipoteza baadhi ya wanajeshi wake kwa sababu ya baridi kali katika milima ya Alps. Lakini pia katika milima hii palikuwa hamna njia kwa kipindi hicho, yani ili njia upate inatakiwa utoboe miamba ndio upite. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanajeshi pia katika kutoboa miamba, kuna baadhi ya miamba ilikuwa inawaangukia. Hannibal Barca alipoteza wanajeshi wakuu wengi sana, lakini licha ya kupoteza wanajeshi yao, Hannibal Barca bado vita hii alishinda. Huu nao ulikuwa ni ushindi mmoja mkubwa sana wa Hannibal Barca. Hannibal Barca alipigana vita mbalimbali sana. Katika mapambano Hannibal Barca ambao aliyashinda, kuna Battle of Trebia, Battle of Cannae na mapigano mbalimbali. Hao yote Hannibal Barca aliyashinda. Lakini katika dunia wanasema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, kila mwanadamu atarudi kwa udongo. Kuna battle ilitokea ambayo inaitwa Battle of Zama. Hii battle ndio battle ambayo ilifanya kiongozi huyu afahamike. Pia kiongozi huyu
apoteze kabisa maisha. Battle hii Hannibal Barca alikutana na general ambaye anaitwa Scipio Africanus. Hii battle iliitwa Battle of Zama. Hapa Hannibal Barca alishindwa kabisa, yani katika mapambano yake yote Hannibal Barca, hii ndio battle ambayo alishindwa. Ndipo Hannibal Barca akaamua kubaki Hispania pamoja na wanajeshi ambao wamebaki. Hannibal Barca akiwa Hispania, General Scipio Africanus kutoka Italia Roma alimfuata huko Hannibal Barca. Hannibal Barca alipokuwepo, Hannibal Barca alijaribu kuomba msaada kutoka taifa lake, lakini watu wa taifa lake inavyoonekana walikuwa wameshamkataa, yani walikuwa wameshamtoa katika mifumo. Ndipo Hannibal Barca akaamua kuwa mkimbizi, akawa anakimbia sehemu mbalimbali, lakini kila sehemu alikuwa akienda alikuwa hasa zaidi ni mshauri wa jeshi, lakini bado nyuma yake General Africanus anamtafuta. Hannibal Barca akaona isiwe tabu, ndipo akaamua kufanya maamuzi magumu. Hannibal Barca hakutaka kukamata na Waroma, akaamua kuchukua sumu na kufa, yani aliona ni heri ajiue kuliko kukamatwa na Waroma. Lakini wanahistoria wanasema Hannibal Barca kosa ambalo alilifanya, alishindwa kushambulia mzizi wa Roma, yani Roma alikuwa anaishambulia juu. Kama ingetokea angeshambulia mzizi kabisa, haya yote yasingetokea. Hannibal Barca hakuwa tu jenerali wa kivita, bali alikuwa mtu mwenye akili kubwa sana na mikakati katika area ya kivita. Licha ya kupigana na taifa kubwa kama Roma, na aliweza kuwashinda mara nyingi sana kwa kutumia akili badala ya nguvu. Safari yake ya kuvuka milima Alps, matumizi ya tembo wa kivita na mbinu mbalimbali za kivita vinaendelea kufundishwa hadi leo hii katika vyuo, shule za kijeshi. Ingawa alishindwa katika vita ya mwisho, urithi wa Hannibal Barca au kufa, jina lake lilibaki katika historia kama mmoja wa mashujaa bora ambao walishawahi kuwepo katika dunia hii. Hapa ndio mwisho wa historia ya shujaa ambaye anaitwa Hannibal Barca, ambaye alisababisha taifa la Roma limtambue na dunia kiujumla. Jina langu ni Eric. Tukutane tena katika simulizi zingine.